Leo ninataka kuongea kuhusu kuwekwa huru. Kuwekwa huru. To be free. To be free. To be free from bondage. Kufunguliwa. Kufunguliwa ni nini? Kufunguliwa, maana ya kufunguliwa ni kusema ya kwamba kuna kifungo. The opposite ya kufunguliwa ni kufungwa. The opposite ya huu mlango umefunguliwa ni kusema ya kwamba ulikuwa umefungwa, umefunguliwa. Ninataka kuongea tu maneno kidogo kuhusu vifungo ndio uwekwe huru. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unaweza kuwa pengine, praise the living God, unaweza kuwa pengine kuwekwa huru kwako kunahitaji neno la Bwana. Kuwekwa huru kwako kunahitaji mtumishi wa Bwana asimame na wewe. Kuwekwa huru kwako kunahitaji sadaka zako na dhabihu zako. Bwana Yesu asifiwe. Na pia hata kuwekwa huru kwako kunahitaji utamukiwe neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndio utamukiwe, lazima kuwe kuna mtu aliyetamka, ikawa sasa imefunga. Na kufungwa kwako, vifungo hazikuji kwa miguu, vifungo hazikuji kwa tumbo. Vifungo ndio huingia kwa akili. Bwana Yesu asifiwe. Huingia kwa akili. Ni sababu ile unavyoona kwa akili zako na maono yako, ndivyo utakavyokuwa katika maisha yako. Mahali popote unapoona maono, hivyo ndivyo utakuwa. Kama maono yako inakuambia hakuna mahali ambapo unaenda, basi hivyo ndivyo ulivyo. Hakuna mahali hata pamoja utaenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa Kristo mwenyewe alikuja kuweka watu huru. Na kuwaweka huru kwa nini? Ni sababu walikuwa wamefungwa. Hasa kifungo namba 1 ni dhambi. Sin. Kifungo namba 1 ni dhambi. Dhambi ndio hupeana njia na mwelekeo wa mtu ama binadamu kufungwa. Njia ambaye mlango wake ni dhambi, ukisha ufungua huanza kupita ama huwa unaelekeza mtu katika vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Vifungo aina tofauti tofauti. Sasa itategemea, ni sababu dhambi huvuta demons, huvuta mapepo. Wakati unafanya kitu alafu wewe unakiasimu, unaona ni kitu kidogo na inatamukika kama dhambi, huwa inafungua mlango wa kuita mapepo aina ya dhambi ile unayoitenda. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza sema mimi nitatenda dhambi, baadaye nitarudi nitubu, ni sababu nimefundishwa kutubu. Lakini tayari umefungua ule mlango, ni sababu pepo za hiyo mlango zitaingia. Hazitakukataza kuokoka, hazitakukataza kuomba, hazitakukataza kufunga, lakini utaishi katika Ukristo wako ukiwa na ile shida. Result ni zile shida. Yani baada ya kufungua mlango kukaingia mapepo kwa kutenda dhambi, lazima kuwe na mazao,
ni sababu Biblia inasema ya kwamba chochote upandacho ndicho utakachovuna. Kwa hivyo wakati unapofungua mlango wa dhambi, unaenda unapata mazao. Dakika ya mwisho utaona pale mwisho kile ulichopanda kinaleta mazao, ama kimeleta mazao. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi inafunga mlango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo Adam na Eve walitenda dhambi, Mungu hakusikia ako comfortable kupitia ule mlango na kuishi na wale watu. Kwa hivyo dhambi inatuma Mungu hasikii kuishi katika ile nyumba, anasikia kukaa nje. Ni sababu dhambi na Mungu, Bwana Yesu asifiwe, ni kama germs na daktari. Hata mla makofi jameni. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama nini? Germs na dhambi na Mungu. Ni sababu daktari akiona germs immediately atakudunga shindano ama akupe dawa hiyo germs iondoke. Hataki kuona germs daktari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si ndio ikizaa sana inaitwa bacteria na whatever vile wanaziita. Si kweli? Zina mazao yake. Iliingia ikiwa germs, baadaye unaita bacteria ikifika kwa mwili, na pia saa hiyo ni ugonjwa. Kwa hivyo dhambi inapoingia, unapoifungulia, inapoingia huzaa. Upata mimba huzaa. Baadaye inalete matokeo ya kile ambacho kilifunguliwa. Sasa lazima chochote kile ambacho unapitia, uwe unapitia jambo fulani na limekuwa mzigo, sasa enda katika misingi ya dhambi. Hapo ndipo utakuta wakati ambapo ulifungua mlango. Ulifungulia mlango wapi? Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Kwa hivyo lazima kitu cha kwanza tuelewe, tunapigana na nini? Na dhambi. Na general wa dhambi mnamjua. General wa dhambi anajulikana vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na general wa uzima wa milele anajulikana. Anaitwa Yehova. Bwana Yesu asifiwe. Unapokaa bila kufanya dhambi, unatengeneza ile nyumba ambaye ni nyumba ya ndani. Nayo ile nyumba ya ndani ikiwa imepaliliwa mzuri huwa inamea, na inapomea inamea vitu ambavyo ni vitu vya maana, vinafurahisha Mungu. Naye Mungu anaitengeneza inakuwa nyumba, anakaa ndani akiwa kama Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni agano la Kristo aliyowekwa msalabani, akaagana na wateule wake na wale 12, akaagana ya kwamba nanyi msipotenda dhambi na kukaa kama njia ambazo Yesu alifundishana, Yesu atakuja in form of the Spirit, atakaa ndani ya wale ambaye ni watakatifu, na atawaonyesha njia, atawaelekeza, atawazuia, ataongea nao kwa ndoto, ataongea nao kwa vision, ataongea nao kwa manabii, ataongea nao hata kupitia Bible. Sasa leo kile ambacho tumekosa,
tumekikosa ni sababu ya milango iliyofunguka ambaye bado hatujaangalia nyuma kwenda kuifunga, ambaye ni ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa tunajikuta kanisani, tukiwa bado tuko kanisani, tuko kwa kwaya, tuko kwa wale wanatuongoza, tuko wachungaji, tuko wale ni washirika, lakini tuko kanisani na bado tunatenda dhambi. Ni kusema kuna mlango ulisahau wakati ulipoenda kuokoka. Haukufunga. Sasa hata kama unaomba, hata kama you are fasting, hata kama unatoa dhabihu zako, unakuta jile shida bado liko ndani yangu, ni sababu bado kuna kamulango haukukubali kukafunga wakati ulipoanza safari ya kuokoka. Ukakataa kukafunga. Praise the living God. Ndio siku ya leo Bwana akaninenea akaniambia, nenda ukaambie watu wangu kuna kuwekwa huru. Na maana ya kuwekwa huru sio kuwekwa huru ni sababu ya mali. Mali huja ni sababu inafaa ije kwako. Mali hailazimishwi ije. Tunaelewana? Yenyewe ndio inajilete bila wewe mwenyewe hata kujua zile njia ambazo zimetumika. Lakini ni sababu gani? Ndiposa unaona ya kwamba wakati unafika mahali wewe unashindwa na chakula, unakosa hata chakula kidogo hivi, Yesu mwenyewe ambaye tunafuata alipoangalia watu 5,000, aliuliza nani yako karibu, akaambia kuna samaki hapa na mikate. Akaangalia juu, akasema Bwana wabariki, zikamultiply. Watu wakala, wakanywa na zikarudi zikawekwa. Kumaanisha namna gani? Chakula is not an issue kwa Mungu. Shida sio chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu, shida haikuwa chakula. Shida ilikuwa ni nani akona kitu kidogo kianze kujaa katika maisha yake. Ni nini unafanya? What do you do? Ni nini unafanyanga? Ni kazi gani unafanya iwe multiplied? Uwe tajiri kwa hiyo kazi, inuke, multiply hiyo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini dhambi ndio kiini cha kutuma milango ya baraka ifungwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dhambi ndio kiini, na inatumaga Mungu mwenyewe akae mbali na anyamaze. Mbingu ifungwe ikose kutoa mvua, nchi ikauke. Shida sio nchi, sio ardhi. Shida sio hapa Kenya. Shida ni wale wanaoishi. Kuna mtu unaweza karibisha kwako, umkaribishe tu, mwambie asante, karibu. Unaweza ajiri mtu na unamwajiri tu kama mfanyikazi, utajirike. Na kuna mwingine unaweza ajiri kwishe. Umeshasikia mtu akisema kutoka huyu akuje kwa hii kazi yangu ya nyumba, sahani zimeisha, vikombe vimeisha, zimevunjika zote, imeleta hasara. Kuna kamlango muangalie, kuna kamlango, msaidie, mpeleke kwa mtu wa Mungu, nena maneno ndiposa huyo mtu afunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the living God. Nataka tuende katika kitabu cha Yohana 8 mstari wa 31 na wa 32. Natoka tusome hiyo mistari miwili. Yohana tuko pale mstari wa 31. Tuende tu mstari wa 32. Yohana ni 8
mstari wa 31. John 8 verse 31, na tusome. Basi Yesu akamwambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Shida mmoja ambaye nimeona mimi kwa hiyo miaka nimehubiri hiyo kidogo tu, ni watu kutokufuatilia. Kufanya nini? Kwa nini kuko na class 1 na serikali ikaona class 8 haitoshi, tuongeze ingine 9? Sababu wamefanya utafiti wa kujua vile mtu akisoma miaka 9 atatoka akiwa na akili ziko hivi na hivi na hivi. Na wakati wamefika class 8 walikuwa natoka wakiwa hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Anakupa 9, alafu pale chini anakupeleka pre-unit. Unaenda pre-unit, unaenda 2, unaenda 1, unaenda 2. Kwa hivyo hiyo inakuja miaka 11 ndio utoke primary level. Maana diposa huyu mtu awe anafuatiliwa na anafuatilia pia yeye. Kwa hiyo miaka 11 akiimaliza ndio aende secondary, atakuwa amehitimu hii, na hata ubongo wake na akili zake zitakuwa zimefunguliwa katika hali ya kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuelewa. Wakati ambapo Kristo mwenyewe alichagua watu 12, hakuwa amechagua 12, alikuwa amechagua watu 71 na akawaambia waende. Lakini walipoenda kwa watu wakapata njaa, wengine wakapata nini, wakajichuja. Waliporudi walirudi wakiwa 12. Ni sawa? Bwana Yesu asifiwe. Sababu hata shule hatumalizagi sisi wote. Wengine wanatokea class 4, class 5, dropouts ni wengi. Paka inabaki ile namba ambayo itafanya mtihani. Kwa nini aliwachagua? Aliwachagua wakawa na yeye usiku na mchana, wakakula pamoja, wakanywa pamoja, akawajua vyema, wakamjua vyema kwa miaka 3. It's a good student. 3 years. Kisikia mtu amemaliza miaka 3, huyo ni mwanafunzi kanisani hivi. Wengine wanakuja 1 month, wengine 1 Sunday. Na saa hiyo amekuja hapa Sunday, ameombewa, ameinua mikono akasema mimi ni wa hii kanisa. Kaenda. Bado hajakuwa mwanafunzi mzuri. Huyo hawezi wekwa huru. Atajua neno la Bwana. Na mnajua kujua neno la Bwana na kuwekwa huru, hizo ni vitu viwili tofauti. Unaweza kuwa unajua neno la Bwana na unawekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jana nilikuwa mahali na nikahubiriwa, lakini kuna message nilisikia pale. Ati Joseph kwa kiroho hakuwa na shida. Mungu alimtumia, alimuongelesha katika ndoto, alimfafanulia, aliweza kufafanua ndoto. Lakini hata Joseph akiwa hana shida ya kiroho, aliwekwa sel, alikuwa anaenda choo kwa ndoo akiwa kwa sel. Mtu kwa kiroho. Sasa ninaongea hiyo. Unaweza kuwa kanisani lakini uko kwa sel. Haujawekwa huru. Haujawekwa huru. Hatukatai unaota, una maono makubwa, unaelewa neno, lakini haujawekwa huru. Umefungwa. You are still kwa sel.
Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndio nataka tuongee, sababu lazima uwekwe huru. Lazima uwekwe huru. What may come. Uhuru lazima uitishe wako. Sababu hauwezi ishi katika kununa, hauwezi ishi kila wakati kwa kunungunika. Hauwezi ishi kusema ya kwamba mimi nimeokoka lakini vitu vingine haviniwachi. Ni kusema bado uhuru wako hujakuja. Kiroho uko sawa lakini uko sel. Hauwezi enda bali. Kiroho uko sawa. Sababu hata huyo jamaa akiwa kwa sel alikuwa anatafsiria watu ndoto. Alikuwa anawaambia vile Mungu anataka. Lakini what happened? Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa kwa sel. Kwa sel. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba unaweza kuwa kiroho unaona, unahubiri, unajua mambo, lakini bado uko seli. You are under captivity. Bado umekamatwa. Bado umekamatwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu wakati alipokuwa akiongea alisema, anaye neno langu, anaye maneno yangu. Ndio Yohana 8 mstari wa 31. Anaye neno langu, yani ukiliweka lile neno, ukiliweka, anaongea kuhusu neno. Maana alijua, ukianza katika kitabu cha John wa kwanza, alijua Mungu ni neno. Kauna mtu kukutamkia neno, una shida nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama hauna mtumishi wa kukutumikia ama wa kukutamkia neno, ukimbie kwake akutamkie, aliye na mafuta, ambaye umeamini ya kwamba huyo ndiyo kuhani wako, akutamkie. Vifungo huwa zinachezea mtu. Ukimjua baba yako, kile ambacho Bwana atakinena sababu ni baba yako, kitatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna baba wawili, na ndio sababu nilisema kuna kamlango. Kuna baba wa dhambi na kuna baba wa uzima wa milele. Huyu wa uzima wa milele amebeba maisha, amebeba kila kitu katika maisha yako. Amebeba uhai, amebeba baraka, amebeba kile ambacho wewe mwenyewe unatamani. Lakini ni sababu saa zingine tunachanganya. Tunasahau huyu ni baba, tunakimbia kwa huyu mwingine ambaye ni dhambi. Tunajikuta milango imefunga na sasa hakuna maisha ambayo inatupendeza. Hebu nisomee, tuendelee kidogo. Yohana 8 mstari wa 33. Yes. Wakamjibu, wakamwambiaje? Sisi tu uzao wake Abraham. Wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje mtawekwa huru? Sikia, wanauliza hivi Yesu mwenyewe. Sisi ni wazao wa Ibrahimu, ambaye ni baba yetu aliyekuwa amebarikiwa na Mungu. Sasa wewe unatuambiaje tutakuaje sisi tumeshikwa mateka? Lakini nini Yesu alikuwa anaona? Yesu alikuwa anaona mbali, alikuwa anaona roho zao na alikuwa anaona maisha yao. Nao walikuwa anaona mahali ambapo wamezaliwa na baba yao alikuwa ni nani. Unaweza kuwa wewe unaona umeokoka na umefuata Yesu, lakini haujajua ya kwamba umefungwa. You are still uko gereza hata sasa. Bado uko kwa gereza. Paka unafika mahali unajiuliza, nini nilitenda? Ni nini mimi nilifanya? Ni nini mimi nilifanya? Ni nini mimi niliwachiliwa? Ni nini Bwana haikufanyika? Mtu ambaye ni mtumwa hajuangi kile ambacho mkubwa wake anahitaji, unless
aambiwe mtu mtumwa hana uhuru katika ile boma. Ukiandika mfanyikazi hata kwa shamba lako, kuna mahali unamwambia hii nyumba, hii room usiingie. Usiingie huku, kaa huko. Nyumba ama boma iliyojengwa vizuri hujengwa na mtu, hujenga boma yake, baadaye anajenga kaboma kadogo pale cha mfanyikazi. Ule mfanyikazi ndiposa awe anakuhitaji. Maybe hata kwa nyumba yako haingiangi, anafinya kengele ndio umpe ruhusa aje ama utoke umuongereshe. Huyo ni mtumwa. Ni mtumwa. Ni mtumwa. Na mtumwa ni kama wale wana wa Israeli. Utumwa ni kusema unafanya kazi haikusaidii, you are still slavery. Chochote unachokifanya hakifaulu, lakini bado uko tu. Huyo mtu ako ndani ya utumwa. Unapendeka, unaoleka, haujakatazwa kupata watoto, lakini hauna ndoa. Unafunguliwa tu mlango ya kupata watoto. Hata unaweza oleka kwa wanaume 4, 5, lakini bado uko katika ule utumwa wa ndoa. Haiko. You are still slave. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa kuna vitu vingine zinabidi mpaka uingie ndani kiroho vizuri ndio uweze kukombolewa. Bila kuingia utaona maisha iko sawa. Bado maisha utasema iko sawa. Praise the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini bado tuko katika utumwa, slavery. Tuko katika utumwa, slavery. Hallelujah. Hebu nisomee Proverbs 5:22. Proverbs 5:22. Mithali ni 5 mstari wa 22. Proverbs 5:22. Maovu yake yeye yatampata mdhalimu. Yatampata nini? Mdhalimu. Yatampata mdhalili, naye atashikwa kwa kamba za dhambi zake. Naye atashikwa kwa kamba za dhambi zake. Sasa ndio tumeingia. Sasa umejua maana ya dhambi? Kamba. Inaongea kamba za kufanya nini? Kufunga. Kamba za kufunga. So chochote unachoona umefungwa kilitokana na dhambi. If you are tied, then katika huko nyuma kuna dhambi ndio ilituma uwe hivyo, umefungwa. Warudie tena. Mithali ni 5 mstari 2. Inasemaje? Maovu yake yeye yake mwenyewe. Sasa maovu yangu yatampata mdhalimu, naye atashikwa kwa kamba za dhambi zake. Naye atashikwa kwa kamba za dhambi zake. Dhambi inatumika katika ulimwengu wa kiroho kama kamba. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi inatumika kama kamba katika maisha yako. Moment umefanya dhambi, jua umefungwa. Sijui ni kamba ngapi zimekufunga. Sasa hiyo kifungo huwezi toka. Bwana Yesu asifiwe.